anakuwa anahisi kuchanganyikiwa. Njoo muonyeshe binti yangu pia ushindi hapa. Naona yoga. Ili asifanye yoga bana. Unaofanya yoga ni wa umri wake. Anajua yoga tu. Usikuta sana wewe kuhudhuria madarasa. Yaani Adamu kwa amekuja kunionyesha ni yoga. Mimi ningekuwa nimetoa yoga. Haya, mrudishie Mwenyezi. So hiyo ndio yoga. Sasa anasema haya, kuna vitabu vyake, kuna video hata ziko YouTube kwamba ukiamka asubuhi unatakiwa ukae hivi kwa dakika nusu saa. Alafu utakuja ukae hivi kwa nusu saa. Wanasema inasaidia kurefresh akili yako. Akili yako isiwe na stress, iwe na nini. Clear mind, yani akili yako iwe clear mind. Ni kufanyaje wasomi? Saidieni wasomi. Safisha akili. Safisha akili. Tutumie hicho Kiswahili. Safisha akili kwamba akili yako haitakuwa na mambo mengi. Yaani kwa kama usiku ulilala mwenye nyumba ukiamka asubuhi hata kama bado una deni lake itakusaidia clear mind. Sasa kwa mujibu wao, lakini muelewe huyu dada aliyeuliza hapa ni kwamba kwa sababu swali la leo ana swali ya kuja hoja, lakini nitaifafanua kwa haraka haraka. Ili neno yoga kwanza ambalo ana practice huyu dada linatokana na neno yuji. Ili neno yuji kama unaandika linamaanisha unite, kuunganishwa, kuunganishwa, kukutanishwa. Kwa unatakiwa uelewe kwamba hii sio mazoezi au kuclear mind. Kila unapofanya hivyo kuna kitu unaunganishwa nacho na kuna kitu unakutanishwa nacho, kwa sababu neno yoga lenyewe linamaanisha kukutanishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri ukajua haya, kwa sababu utakutana na watu wa namna hii wanaoifanya na wanakuambia kwanza nianze kuifanya ili nisaidia. Umwambie kwamba ni swala la kiroho, sio mazoezi, wala sio kwamba ni nani ananyosha tu. There is something. Ni tofauti na gym hii tafadhali. Mkiona huyo mtu hakuwa gym, sasa msitoke hapa mkasema gym ni swala la kukutanishwa na kuunganishwa. Gym ni tofauti na hii yoga. Yoga anakuwa umetandika kitu alafu ndo unafanya mambo yako ya ajabu. So anasema so yoga comes from the word yuj. Nataka neno yuj ambalo linamaanisha. Sasa muelewe kitu kimoja kwamba hizo posture zote, posture maana yake ni hivyo mikao anayokaa anaabudu. Mwelewe yoga ilianzishwa na Wahindi. Wahindi wana miungu milioni 330. Miungu milioni 300. Sio milioni 3, milioni 300 miungu ya Wahindi. So kila mtu anapofanya hiyo yoga aelewe kwamba anaabudu. Yaani kila posture, kila mkao unaashiria Mungu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kila mkao unaokaa unakuwa unaashiria kumwabudu Mungu fulani. Kwa hiyo mtu akikaa hivi anakuwa anaabudu Mungu huyo. Ukikaa hivi, yaani kila posture. Katika miaka ya nyuma wa Misri walikuwa na miungu kama wakina Aphrodite, ambayo miungu ya Kimisri ilikuwa na namna wanavyocheza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kucheza kwao ni kama asante Yesu, ni kama wanavyocheza Wahindi. Ile ni ibada. Usifikiri wewe unawahi kuona watu kucheza hivi. Kwa nini nifanye hivi? Bwana Yesu asifiwe. Yes. So those are spiritual, ni ibada. Sasa ile cheza yote ya dunia it's something ambacho kilikuwa kinafanyika katika ibada za Mungu.
naona, ambayo baadaye sasa ndio hiyo inakuja kuzaa watu wanaleta. Ni kama ukiona kucheza kwingi ambapo kunatokea sasa hizi kwenye challenge za nyimbo za mitandaoni. Mimi niwahakikisheni, nyimbo ikitoka watu wanaanza kucheza namna fulani, Mkristo usio mwepesi wa kucheza wanapocheza wengine, kwa sababu kucheza kule kunazaliwa mahali. Mimi naweza nikaonyesha ndani ya miaka 5 nyimbo zilizofanya vizuri za duniani na aina ya kucheza waliokuja nayo, nikakuonyesha kucheza kule ambapo sasa hivi sisi tumeona huyo msanii amebuni, amecheza. Naweza nikakuonyesha video za 98, 78 michezo hiyo inachezwa kwenye ngoma za ibada ya Mungu. Kwa hiyo ukiona watu wanarusharusha miguu, sio mwepesi na wewe Mkristo umeshadandia, kwa sababu utakuja kujikuta mnacheza lakini uchezi kwa mujibu wa wewe Mungu. Kuna ibada umeshaingia. Ndio maana vijana wetu hata hawatusikilizi tena, kwa sababu iwezekani mtu akaingia kwenye kila nyimbo inayotoka anayo kwenye simu na anacheza nayo, alafu ukaja kumwambia rudi saa 12 mwisho, akakwambia haya ni ngumu. So Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 1